tukiwa kwenye maadhimisho haya shamra za ufunguzi wa sherehe za elimu bila malipo Zanzibar, ni waase mumepata bahati kubwa sana ya kupata fursa hii ya elimu ya amali Zanzibar, kwa sababu tunasema hata vitabu vya dini au Waswahili wanasema kama elimu gharama tujaribu ujinga. Lakini leo hii uwepo wenu na hadhira hii mliokuwepo umetudhihirishia kwamba elimu ya amali ni fursa kubwa sana 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 kwenu, na si kwenu tu, lakini pia ni faida kwa jamii na taifa kwa ujumla. Ni waase ndugu washiriki, elimu hii mkaitumie vyema, kwa sababu elimu ya amali ni fursa na ni njia ya kupata utajiri. Mnafahamu duniani matajiri wengi wameanzia kwenye ujasiriamali. Nadhani wenyewe mashahidi. Wengi ambao wamefanikiwa kuwa billionaires wa dunia hii, chanzo cha ubilionea wao ni ujasiriamali. Kwa hiyo ninapozungumza hapa sasa hivi tunakadiria tunazungumza na mabilionea ambao mko hapa Zanzibar na mtakuwa mabilionea wa baadaye. Kwa hiyo elimu hii mkaitumie vyema, mkajifunze na mkauendeleze ujuzi huu kama ni chanzo cha maarifa na mapato na kujiajiri, kujikwamua na hali ngumu ya kiuchumi. Rais wetu wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amechukua jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba anaimarisha miundombinu ya elimu, ikiwemo pamoja na ujenzi wa vyuo hivi vya amali katika sehemu mbalimbali ambapo viko hapa visiwani Zanzibar na kwa Tanzania kwa ujumla. Tunaona kwamba Daktari Samia na yeye anaendeleza spirit hiyo hiyo kwa kuipa thamani elimu ya amali na kuipa kipaumbele elimu ya amali. Mnakabiliwa na jukumu la kuhakikisha kwamba elimu hii inaenda kuwakomboa kiuchumi na sio kuwadidimiza kiuchumi. Nachukua nafasi hii kutangaza rasmi kuyafungua shamra za sherehe za elimu bila malipo kwa vyuo vya amali mkoa. Leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026 hapa mkoa Mjini katika viwanja vya Mao Zedong. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Mungu awabariki sherehe zetu. Mungu ibariki Zanzibar. Mungu ibariki. Michezo ni sehemu ya ujuzi. Kwetu sisi tunajua kwamba ujuzi uko aina tofauti, mpaka kusoma mashairi ni ujuzi. Kwa hivyo katika shamra hizi za elimu bila malipo, na sisi mkoa wa mafunzo ya amali tunashiriki katika michezo ambayo mkurugenzi wa vyuo hapo ameshaitaja, lakini kwa hii leo hapa utashuhudia pambano la mpira, na ambalo ndani yake tunaweza tukapata wachezaji watakaofikia kucheza timu za taifa, na naamini wengine ajira yao itatokana na hizi sehemu zao za michezo. Kwa hivyo ujuzi, sehemu yoyote utakayokuwa nayo ni chanzo chako cha ajira, bila kujali ujuzi wa aina gani. Ujuzi wote ule unalipa, na sisi tunasema huku ukiwa na ujuzi, kwa hivyo huwezi kulala njaa. Shajihisha vile vyuo ambavyo havitoi mafunzo ya muda mrefu, basi viendelee kutoa mafunzo ya muda mrefu ili waweze kufaidika, na mafunzo ya muda mrefu ndo anamjenga mtu ile nadharia yake hasa. Ikiwa mafunzo ya muda mfupi atatosheleza kwa kazi yake, sawa, lakini mafunzo ya muda mrefu ni bora zaidi na atapata ujuzi ambao kwa kweli utaweza kumwendeleza. Niseme tu kwamba mamlaka ya mafunzo ya amali ipo tayari
katika kujenga taifa katika nyanja za aina tofauti ambazo tutashirikishwa. Kwa niaba vyuo vya mafunzo ya mali, na sisi ni wadau wakubwa sana, lakini pia kama unavyojua ni kwamba elimu bila malipo kwetu sisi ni jambo la msingi sana. Lakini leo hii, ndugu mgeni rasmi, ni kwamba tupo hapa tukiwa tunaonesha vipaji tulivyonavyo mbali na ujuzi ule ambao unapatikana katika vyuo vya mafunzo ya mali. Ndugu mgeni rasmi, ni kwamba tuna michezo mbalimbali na jumla ya michezo mitano tunategemea itashiriki katika katika mkoa wa vyuo vya mafunzo ya mali. Kwa hiyo tuna michezo ya aina tatu, ikiwa mchezo wa mpira wa miguu, mchezo wa kabadi utakuwepo, lakini tamthilia pia itakuwepo, lakini pia itakuwepo mdahalo na pamoja na bonanza. Sasa kiukweli ni kwamba vyuo vingi vimeweza kushiriki na mpaka hivi sasa tuna jumla ya vyuo 23 vilivyoweza kushiriki katika michezo hii. Mpira wa miguu, naomba nitoe takwimu kidogo. Mpira wa miguu tutakuwa tuna vyuo 11, riadha tutakuwa tuna vyuo 13, lakini mchezo wa kabali tutakuwa tuna vyuo 4, tamthilia tutakuwa tuna vyuo 11, mdahalo tutakuwa tuna vyuo 8, lakini pia bonanza tuna vyuo 11. Ndugu mgeni rasmi, bonanza linashirikisha michezo mbalimbali ikiwemo kukuna nazi. Tunataka tuone vipaji vipo havipo. Lakini pia tutakuwa tuna mbio za kufukuza kuku, mbio za magunia. Hii yote maanake ni kuangalia zile fursa zilizokuwepo katika vyuo vya mafunzo ya mali. Mbali ya ujuzi wanaopewa, maanake tuna vipaji vingine ambavyo navyo pia vinataka vionekane. Na jambo jema ni kwamba tunao wenzetu pia, ndugu mgeni rasmi, tunasema wale ambao walioathirika na madawa wakawa wanarudishwa. Tunashukuru Mungu kumaliza mchezo salama. Kwa majina ni Abubakar Sharif. Tulipata goli lakini tukafanya mchezo wetu wakaja tukawamisha. Kwa michezo inayokuja tunategemea ushindi kutokana na hali yetu sio nzuri. Kuna watu tu wamekuwa wapungufu katika lakini umeona, lakini tumepata mchezo mzuri na wapinzani wamepata mchezo mzuri. Lakini kwa michezo yetu tunategemea kushinda ili tufikie malengo ya ligi hii. Alhamdulillah, kwa majina naitwa Hafidh Hassan Juma. Kweli mchezo baadaye ulikuwa mzuri sana. Mchezo wa mwanzo jamaa tulizidiwa kidogo kutokana na mbinu za kiufundi, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, kipindi cha pili tulikuja kurudi mpaka mchezo zaidi, japokuwa tulikuwa nguvu kwa mchezaji mmoja, lakini alhamdulillah tunashukuru tulilisha goli na kufanya mchezo kwa mzuri zaidi. Kwa suala la kujipanga, tumejipanga vizuri na hii ni game yetu ya ufunguzi, tuko vizuri na tunaweza Mwenyezi Mungu inshallah, matarajio yetu ni kuchukua kombe ya hii na hii ligi yetu inshallah.